Headline ambayo imepatiwa kipaumbele katika gazeti la The Standard ambapo pana picha yake waziri wa usalama, that is Kipchumba Murkomen, na vile vile Inspector General Police Douglas Kanja na manaibu wake wawili Edwin Langat pamoja na Masengeli. Na kuna taarifa hapa ambayo ni ya kusikitisha, nasema kwamba police violence in Kenya is no longer about rogue officers. It is, says, systematic impunity runs deep. Leaders are puppets of executives. Suspects in murder or openly people who are just going against the law, while junior officers unleash brutality on ordinary Kenyans. Lethal force, impunity and silence have become routine. Innocent civilians are shot, beaten or killed in custody. Investigations crawl and accountability is a distant promise. From Karatina to Mathare, Nandi Hills to Githurai, every death fuels fear and mistrust. What do you have to say about this headline? Niseme kwanza hilo gazeti limeleta shida zote za Kenya in one room. Kwa hivyo lingechoma shida ya Kenya ingekuwa imetatuliwa. Na maanisha nini? Nasema hivi, tukiangalia hapo nyuma tangu ukoloni, polisi wamekuwepo kulinda interests of the masters. Kwa hivyo sisi wananchi ni lazima tujichunge nao. Wako pale, tunaambiwa wako pale watulinde sisi. Na sisi ndio tunafanya kazi kila siku, tunatozwa ushuru ndio tuweze kuwalipa. Kumbe tunawalipa wachunge mabepari, wachunge watu specially walio uongozini, sio sisi wenyewe. Na mauaji hayajatokea tu kule Karatina kama juzi vile tumeona wakiandamana. Pia kama siku 4 hivi zimepita nilimuona kina Khalid, Hussein Khalid hapa Mombasa wakitoa taarifa na wakihujumu mauaji yanayoendelea pia hapa Mombasa. Tumesikia mauaji Kisauni, tumesikia mauaji pale Changamwe, tumesikia mauaji Kisumu. Kama wa Kenya, na ni mwezi mmoja tu watu 7 tayari wameshauawa. Takwimu zitakuwa ngapi inapofika mwisho wa mwaka? So we need to reason how together as people, na tujue we are on our own. Na shida sio polisi, shida ni wanaotoa amri. Tusiwahukumie ndugu zetu wanaofanya pale kwenye idara ya polisi pia. They are friendly, they are human. Lakini hao viongozi, tukianzia na Kanja, tuende kwa Murkomen, tuende kwa IGP ambaye anatuhumiwa kuhusika na kifo cha Albert Ojwang kule Homa Bay. Ni mambo ya kusikitisha sana kuwa na viongozi kama wale. Na sisi vijana wenye tunapigana kuhustle, saa zingine unajipata umeshikwa hata kama we ni conductor kwa matatu. Haujui ukiingia kwa hiyo seli kama utatoka ukiwa hai. Na umeshikwa tu na kosa maybe la kupaka ambapo sehemu ambayo haifai, parking on the road on the wrong side, on the wrong side of the road. So hatuna imani kabisa na viongozi waliopo. Na tunapoelekea hasa 27 mwaka wa uchaguzi, ndio tunafaa kuwa waangalifu zaidi. Na tuungane kama wananchi zaidi, kwa maana lazima tuwashutumu hao watu kwa sababu wamekiuka sheria zote. They have been defying court orders. Na kama judiciary imeshindwa na kazi, tufanyeje sisi wananchi? Hayo ndio maswali tunafaa kwa tukiulizana. Na saa zingine pia tukiwa kwenye vibanda, tukiwa pale kwenye base tunakula mgoka yetu, au tukiwa pale kwenye kazi, lazima tufikirie sana, tujiulize hao polisi tutaishi nao vipi? Kwa sababu akishavaa uniform anakugeuka. Akisharudi mtaani ni ndugu yako, anakuwa mtu wa kawaida. Kwa hatujui ni kurogwa, amerogwa na serikali. Wakienda kule wanapoteza akili, wakirudi nyumbani wanarudishiwa akili zao. Ndio wanajua uhai, there is value in human life. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha kuwa na takwimu kama hizi mwaka unapoanza. Na tunaomba polisi, tunaomba serikali kwa jumla, huu mwaka sisi tunataka majadiliano. Hatutaki maandamano. Tunataka majadiliano. Alex, utakubaliana nami kwamba the 2010 constitution ambao sasa hivi tuko ndani yake, it brought a lot of reforms in police, but still
the same problems we faced before the 2010 constitutions when it comes to mistrust between the public and police officers, and you know, and the gaps ambazo zilikuwa zinaonekana katika police and communities bado zipo hadi sasa. So what is the problem? What is the problem here, Alex? Is it that our system, is it about the systems ambazo haziko sawa, ama ni reforms bado hazijawahi kutekelezwa? Shida yetu wa Kenya tunapenda we like rewarding the criminals. We like rewarding the opposers. Unasema hivi kwa sababu gani? 2010 katiba tulioipata 2010 ikakuwa promulgated na Kibaki. Ilikuja baada ya campaign, referendum. Na hiyo referendum kuna waliopinga na kuna walioiunga mkono. Walioandika, the drafters of the constitutions, walikuwa na nia nzuri ya kutransform the police from a force to a service. Lakini haya hatujafikia kuyapata. Kwa nini? Kwa sababu wadhamini, wa trust na hii constitution mara ya kwanza ni watu walioipinga hiyo katiba. Angalia 2013 walioshinda kura za 2013. Uhuru Kenyatta na William Ruto, ambao walikuwa kwa mlengo wa no. Unanipata? Toka hapo kuja 2022, not 2017. Ruto aliyekuwa naibu wa rais akaanza kampeni. Kuanza kampeni 2022 tukamzawadia. Sasa tangu kuzaliwa kwa katiba mpya haijawahi kuwa mikononi salama hiyo katiba. Imeendelea kuwa kudhulumiwa. Katiba yenyewe, it has been violated, not once, not twice, because the people we entrust them with power don't see the constitution as a tool of governing. Kwanza ingewezekana hata leo Rais Ruto angetupilia hiyo katiba mbali sana, na achukue notes zake alizoandika akiwa kijana ya Y92 atuongoze na hizo, aturudishe kwa ile katiba mzee. Kwa hivyo ni lazima tuwe makini sana. Shida sio kusema wanaofanya kazi kwa polisi ndio shida. Shida ni wanao tekeleza sheria. If we could follow the law to the letter, hakuna askari ambaye angekuwa na ujasiri wa kutoa bunduki na kumpiga mtu yoyote risasi. Tungekuwa tunafuata sheria. Hakuna vitengo siri vya polisi vingekuwa vinatengenezwa na kufanya mambo ya abduction, utekaji nyara, kufanya mambo ya mauaji. Hivyo ni vitengo siri ambavyo hata mtu Wakenya wameona tangu maandamano ya Genzi juzi 2024, mwaka jana 2025. Mtu anashikwa na anapopotea polisi wanasema hatujui hapo. Ilhali tuna uhakika kwamba alishikwa na watu ambao walikuwa na sare ya polisi. Ina maana kwamba tusipokuwa waangalifu, Kenya itazidi kuwa a police force. Kwa hivyo tunapoenda kujitayarisha na kutafuta serikali mbadala, lazima tutafute serikali ambayo iko tayari kuifanya idara ya polisi iwe police service, not a police force. How does bad governance attribute to this? You know, bad governance, it's an habit, because governance is well stipulated in the constitution. How you should govern, how every state department should operate. Hayo mambo yote yameorodheshwa kwenye katiba. Lakini kwa tabia zetu potovu kama wapiga kura, tunapea wahuni ruhusa ya kutuongoza. Sasa wale wahuni unategemea kupe lipi la maana? Ndo sababu tunasema sasa kwenda mbele tutumie akili zetu zaidi ya tamaa zetu za mwili. Kuna tamaa let's use our minds more than we use our stomachs when it comes to electing leaders. Kwa maana sisi vijana tumekaa pale kijiweni, mtu akija anatoa 500, tunakunywa mnazi, tunatosheka. Siku ya kura ikifika, huyu wa mnazi ndio tunapea. Tunasahau ule aliyetuelezea mambo mazuri kuhusu inchi tunayoitaka.
Na hii nchi nzuri haitakikani tu hapa Mombasa. Wamasai wanaitaka, Waluya wanaitaka, Wakuria wanaitaka, hata Wajaluo, hata wana Rift Valley wenyewe kutoka sehemu ambayo rais ametoka, wanataka Kenya bora ambayo polisi watakuwa na nidhamu, ambayo wakienda kotini you don't need to buy justice, ambayo ukienda shambani unapata even the farmers, the officers wanafaa kuwa watu wa kuaminika. Unatupatia bengu ambayo ni sahihi, good seeds that are indigenous seeds, sio kupatia watu GMO na kutumaliza mapema. Kwa hivyo bad governance ni mambo ambayo sisi wenyewe wa Kenya tunapaswa kujilaumu kwa mambo ambayo yanatendeka na kwa mambo ambayo serikali ama tulio wadhamini na serikali wanaoyafanya. Yeah. What is the status of Bob Njagi? I remember they were abducted in Uganda. They stayed there for almost 30 days. 38 days. 38 days. Yeah. What is the status of Bob Njagi and Oyo? Kwanza wametuma salamu na wakasema ni asante sana kwa wanapwani wote kwa maana tuliposema twende barabarani tupige kelele ndo huyu dikteta mzee Museveni aweze kuachilia ndugu zetu, pwani ilijitokeza. Tuliona kwa maruninga, tulisikia kwa redio jinsi vijana pale Mombasa, jinsi vijana pale Kilifi walipotoa statements na kuamrisha kwamba ndani ya siku fulani wasipoachiliwa nasi tutafanya jambo ambalo litamfanya Museveni afikirie mara mbili. Ajue kwamba Wakenya ni kitu moja na unapoguza Mkenya mmoja umeguza wote. Kwa sasa wako salama, wako imara na hivi karibuni watatembea huku Mombasa. Tutembee pia na sisi tuone minazi inakaa namna gani, wawaeleze jinsi fridge kule ilivyokuwa yeye mwenyewe, sababu mzee Museveni alijitokeza akasema nimewaweka kwa fridge. Kwa hivyo wako tayari kuwa na coastal tour, wawasalimie na wawaeleze. Okay. Let's Kadra. Okay. Anything on police brutality, human rights issues? Still on that. By the way, according to that story on the front page of the Standard today, that we have 7 civilians who have actually lost their lives kutokana na polisi tuseme mtutu wa bunduki. That is due to police brutality, and that is 7 in number just this year. Tarehe 2 baada ya mwaka mpya. There was a story pale ambayo niliona kwenye gazeti la The Daily Nation there. A presidential report was tabled in Parliament whereby the government wants to establish a dedicated digital intelligence unit to police abuse of the digital space, raising fears of state snooping into private conversations and breach of privacy. Now, with that said, there is this photo of Alfred Mutua, the one he was complaining kwamba Wakenya wanatumia AI vibaya baada ya picha kuchapishwa pale mtandaoni ikimsawiri kama amepiga magoti akiwa na rais. Do you think that there is a need to regulate Kenyans use of the internet with regards to the rights that are constitutionally guaranteed, but they say with rights comes responsibility? Do you think that Kenyans are being responsible with all these freedom and the right of for publishing information and stuff like that? For me, I normally side with the people, because I believe it's the people will always be right. It's the people who put the people who are in power to regulate. Was that right? To regulate and come up with these policies. Was that right for Alfred Mutua? She wasn't right, but it's them. You know, when you try to be too crafty, the people are more crafty than you. Okay. If you try to be so wise, you cannot be more wise than 50 million people. They will always find a way to attack and to respond to you. So on all these things said and done, who has been violating the laws of Kenya more than the government itself? Okay. What makes you Those say are that? the questions that we're asking ourselves. The law should be double-edged sword. It should not only be cutting when it's going to the people's side. Even when it's time for the administrators, for the governments, we should also see the law working. How many police have been put to task, have been accused, have been arrested, produced in courts, but up to date, no case has ever been. But do you think Kenyans are being responsible with the freedom that they have? Kenyans are responsible to me.
only a few that are bad mannered. It's just that we need to train ourselves on how to use these spaces, because sometimes you speak to someone, you have never seen them, you have never heard of them, but through what you hear about them, you make a conclusion that this person is this and that, but mkikutana unapata ni mtu tofauti kabisa. Ni kama tu kwenye group za WhatsApp mitandaoni, vijana wanatukana, kesho ukikuja kuona mtu unatukana, ni baba yako, mtu unatukana ni investor pengine angekupea kazi. Kwa hivyo pia tunafaa tujiangalie kama vijana, sababu they say internet never forgets. What you put on the internet will always be there. Ndio hata viongozi nao wajue pia internet never forgets. Everything that you do, you shall be accounted for. More Radio 88.2 FM. We are in charge.